Kama wewe ni photographer na umekuwa ukipata changamoto ya kutokupata picha ikiwa na muonekano wa professional, yaani umekuwa ukipiga picha labda una kamera kubwa kabisa na kamera yako ina uwezo mkubwa, lakini picha zako zimekuwa hazina muonekano wa professional, hii ni video kwa ajili yako. Baki mpaka mwisho uweze kujua changamoto gani ambayo inakufanya usipate picha ambayo professional, lakini pia kama mpaka mwisho uweze kujua nini ufanye ili uweze kupata picha ambazo zina muonekano wa professional. Kitu cha kwanza ambacho watu wengi sana wanakifanya ambacho kinasababisha picha zao siweze kuonekana katika muonekano wa professional ni kuto kujua kamera yao au kifaa chao kina uwezo gani. Nikiwa maanisha kuna kamera ambazo zina uwezo kufanya vitu fulani kulingana na namna ambayo zimetengenezwa. Kutoka kuna kamera labda inakuwa na bitrate kubwa, au kamera ambayo ina sensor kubwa ambayo inaweza labda kustahimili low light, sensor ambayo inaweza kutengeneza depth nzuri. Kwa anakuweza kupata kitu ambacho ni clear, unakuwa ufahamu vile ambavyo kamera yako inakuwa. Kwa kosa la kwanza ambalo watu wanalifanya ni kuto kuifahamu kamera yao inafanyaje kazi na setting gani zinafanya kazi gani katika kamera yao. Kwa hiyo ndio kosa kubwa. Kwa kitu cha kwanza ambacho ukitaka uweze kupata picha ambayo ina muonekano wa professional, zielewe settings zinazofanya kazi katika kamera yako. Ukishazijua settings zinazofanya kazi, kwa mfano labda aperture, ISO, shutter speed, white balance, inaweza kusaidia wewe kuweza kupata picha ambayo ina muonekano wa professional, kwa sababu utafahamu ili uweze kupata background blur uweke setting gani, ili uweze kupata picha ambayo iko freezing, yani haina motion blur uweze kuweka setting gani, utafahamu ili uweze kupata picha ambayo ina mwanga mzuri uweze kuweka setting gani. Kwa hiyo utakapokifahamu kifaa chako vizuri kabisa ana setting zake, hii inaweza kusaidia wewe kuweza kupata picha ambazo zina muonekano professional, picha ambazo zitakutambulisha wewe kama photographer mzuri katika kila sehemu na kuweza kusababisha wewe kuweza kupata pesa nyingi sana kupitia hiyo kazi yako ya photographer. Kitu cha pili ambacho nimeona watu wanakifanya wengi sana na kinasababisha picha zao ziweze kuwa na muonekano mzuri ni kuto kutumia light. Asilimia kubwa watu unakuta labda anatumia kamera labda 5D Mark IV. Anajiamini kwamba kwa sababu 5D Mark IV ni ina sensor nzuri ambayo inaweza kustahimili low light, anapiga picha tu bila light. Kitu ambacho kama ufahamu ni kwamba picha ni art of light, yani picha ni kuchora kitu kupitia mwanga. Kwa hiyo ukitumia mwanga ambao ni uko flat, hauwezi kupata kitu ambacho kiko clear. Picha yako haiwezi kuonekana professional kama inaonekana imepigiwa kama kwenye simu, kwa sababu kama ukipiga picha bila kutumia light yote, maana yake wewe na ambaye ana iPhone yake au Samsung yake nzuri hamna tofauti yote. Kwa hiyo huwezi kupata picha ambayo professional. Labda wewe unajua labda kujua angle sahihi za picha ambazo labda kidogo zitakusaidia kuonekana umepiga picha ambayo professional, lakini usipojua light hauwezi kupata kitu ambacho kimekaa very professional. Kwa hiyo ninachoshauri hapo, natakiwa utafute light. Kama unaweza kupata strobe inapendeza, aidha hiyo ya rechargeable au hiyo ya umeme itapendeza zaidi. Kama hauna uwezo huo, basi tafuta speed light na softbox ili uweze kucontrol light yako, uweze kucontrol mwanga wako vizuri ambao unaweza kutumia katika picha yako. Na hiyo ukiweza kucontrol mwanga vizuri, kwamba ujue mwanga umulike wapi usimulike, ukitaka mwanga mpaka ufike mpaka miguuni ufanyeje, ukitaka mwanga uonekane vizuri, mtu aonekane clear, details zionekane vizuri unafanyeje. Hii inaweza kukusaidia wewe kuweza kupata picha ambayo ina muonekano professional na kuweza kusaidia kuweza kuingiza kipato kupitia hiyo kazi yako ya kupiga picha. Kwa hiyo ndio kosa kubwa ambalo naona watu wakilifanya, ambalo linasababisha kazi zao au picha zao zisiweze kuonekana professional. Kwa kitu kingine ambacho kinasababisha watu wasiweze kupata picha ambazo zinaonekana professional ni kuamini kwamba kama akipiga picha ambayo ni mbaya, yani kukosea wakati wa upigaji. Unakuta mtu anapiga picha ameona kabisa kwenye kamera yake pale ina shida au ni mbovu, ina changamoto fulani, labda kuna mwanga hafifu au labda light imemulika kama mtu vibaya, ameungua upande, lakini hafanyi marekebisho au kusema labda aseti ile light yake vizuri, aweke light sehemu tofauti na pale, au aweke object, nikiwa na maisha amweke mtu tofauti na pale ambao amemweka ili aweze kupata kitu clear. Yeye anachojiaminisha kwamba Adobe ipo, nitaenda kurekebisha kwenye Adobe, kitu ambacho sio sahihi, kwa sababu kama ukikosea wakati wa upigaji, hata ukija kwenye Adobe inaweza kurekebisha ndio, lakini haina uwezo wa kufanya kitu kikawa perfect kama ungepatia kwenye upigaji, alafu baada ya kuwa umepiga vizuri ndio kaja kwenye editing kufanya marekebisho machache kadhaa ambayo yanaweza yakakusaidia wewe kuweza kupata kitu professional. Hilo ndio kosa ambalo wengi sana wamekuwa wakilifanya, ambalo linasababisha picha zao zisiweze kuonekana professional. Kosa lingine ambalo linasababisha wao wasiweze kuonekana professional, kwanza kabla sijakwambia, unaweza kusubscribe ili uweze kuwa kwanza kupata video nyingi sana ambazo
fanana na hizi ambazo zina mafunzo mengi ambayo yatahusiana na picha na video au vifaa mbalimbali ambavyo tunakuwa tukivitumia katika kufanya mambo ya content, labda unashoot video, unapiga picha na mambo mengine ambayo yanahusiana nako. Unaweza ukasubscribe hapo chini, lakini pia ukashare na kubonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa kwanza kupata video zetu kila ambapo tutakuwa tunapost. Baada ya hapo naenda kuelezea kosa lingine ambalo linasababisha wewe picha zako zisiweze kuonekana professional. Sababu nyingine ni kwamba watu asilimia kubwa wengi sana tumekuwa wavivu au ni wavivu wa kuweza kujifunza vitu vipya. Kwa hiyo unajikuta unafanya kitu kile kile kila siku, kitu ambacho watu wakizoea hakiwezi kuwa tena professional, kwa sababu kama unapiga picha za aina hiyo au unafanya kitu cha aina hiyo kila siku bila kuwa na kitu cha kitofauti, watu watakizoea na hauwezi kuwa mtu professional. Kwa hiyo ili uweze kuwa professional unatakiwa ujifunze vitu vipya. Unaweza kujifunza editing mpya kwa sasa kwenye upande ambao ni wa color grading, kwa sababu color ndio kila kitu kwenye picha. Kwa unaweza kujifunza editing mpya kwenye color grading. Unaweza pia kujifunza namna gani uposition mtu, nikiwa maanisha kwamba unaweza unajifunza angle za kamera, kwamba ukitaka mtu aonekane vipi uweke kamera vipi, ukitaka mtu picha zako zionekane katika muonekano gani useti kamera katika muonekano gani. Kwa hayo ndo makosa ambayo yanasababisha watu kuto kupata picha zenye muonekano wa kiprofessional. Kama umejifunza kitu kupitia video yetu ya leo, unaweza comment hapo chini neno photographer au photography, au unaweza comment kile ambacho unatamani kiweze kufundishwa au tuweze kufundishana kwa pamoja katika video zetu zijazo. See you.